atabariki sawa na unayoyafanya. Asiyefanya kazi na asile, sio akaombewe, sio akachukue mafuta. Lakini pia ukifanya kazi umepata chochote, amesema katika wema tieni maarifa. Kile kichache unachokipata kitumie kwa umakini. Mimi ndio maana kwenye kanisa wale nao wachunga walioamua kabisa, yani nikisikia tu una deni utajieleza. Una deni umetoa, umekopa kwa ajili ya nini? Mimi nataka fanya kazi, pata cha kwako kidogo chochote kitumie. Mimi nasema usitoe sadaka wala fungu la 10 kama watoto wana njaa, kama nyumbani hakuna unga, kama nyumbani usitoe sadaka wala fungu la 10. Hiyo ni Biblia. Katika Timotheo wa kwanza sura 5 mstari wa 8 anasema asiye watunza wa nyumbani mwake ni mbaya kuliko asiamini, ameikana imani. Kwa hiyo sadaka ya kwanza wanatakiwa wale watoto wako kwanza, familia yako kwanza, wale vizuri, wavae vizuri, ndipo wainuke waende kanisani wakamshukuru Mungu aliyewasaidia kupata maarifa ya wewe mzazi kutunza familia yako. Kwa hiyo mimi kuhubiri kwangu ni kwa aina hiyo. Kwa hiyo usitoe sadaka kama familia yako haijala, kama familia ina njaa. Usitoe sadaka wala fungu la 10. Sio mnasema ibada njema huanzia nyumbani? Sio mnasema kwamba ibada ili kamilike lazima utoe sadaka? Kama ibada njema huanzia nyumbani, manake pia na sadaka njema inaanzia nyumbani. Usipeleke kuku kwa mchungaji. Mimi ni mchungaji. Mimi ni mchungaji. Huwa naambia waumini usipeleke kuku kwa mchungaji wakati nyumbani hawali kuku. Usipeleke kuku kwa mchungaji. Usipeleke godoro kwa mchungaji, watoto hawana godoro. Ama wewe hauna godoro. Ibada njema huanzia nyumbani. Kwa hiyo hakikisha nyumbani watoto wamekula vizuri, wamevaa vizuri, wamelala vizuri, ndipo peleka sadaka. Ama katika hawajala vizuri kivile, lakini walao katika vile walivyokula kwa namna ambayo wameridhika, walao sehemu ya vile vitu ndo katoe, sehemu ya ule unga katoe, sehemu ya sio unapeleka kuku watoto hata utumbo, pengine unawaachia utumbo tu, pengine na utumbo wenyewe unaenda kule, wanaenda kutupa kwa mchungaji, wakati watoto wako hata utumbo wanauhitaji, hata miguu wanahitaji. Kwa hiyo mimi nasemaga kama una shida kupeleka kuku kwa mchungaji, chinja mule wale watoto, peleka paja moja au mawili kwa mchungaji, wakati na watoto wako wameonja kwa sehemu, wamekula kwa sehemu. Ukiamua kutoa sadaka, fungu la 10, chochote, toa fungu la 10, toa sadaka yako, lakini wakati watoto wamenufaika kwa hicho kitu. La sivyo ibada njema huanzia nyumbani. Toa sadaka yako kwanza kwa watoto wako. Kama kinatosha tu watoto kimsingi. Agano Jipya, Yesu katika Mathayo 12 mstari wa 9 asema nendeni mkajifunze maana ya maneno haya, nataka rehema wala sio sadaka. Agano Jipya Yesu hakuja kuwinda sadaka kwenye mifuko ya watu, alikuja kuwinda mwanzo mpya wa matendo ya watu kutendeana wao kwa wao. Kwa hiyo sadaka ni kitu ambacho Paulo anasema apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Manaka Mungu anapenda atoaye kwa moyo wa ukunjufu, kwa ukarimu, wala sio kwa huzuni wala kwa lazima. Kwa sadaka, matoleo, namna yoyote kwa Agano Jipya, hata Agano la Kale ukitaka kuelewa maana yake ilikuwa ni hiyo hiyo tu. Mtu atoe kwa kupenda kwake, kwa namna aonavyo yeye, kulingana na anachokitegemeza kwa huyo mchungaji au huyo mhubiri, anachokitegemeza. Lakini si swala la kukabana koo ama kutishiana laana. Ukitoa ndio utabarikiwa. Hakuna aliyebarikiwa brother. Walio sehemu kubwa, toa ufilisike, mhubiri atajirike. Huwezi kutoa bila kubarikiwa. Yaani wengi wa waliotoa ili wabarikiwe wamefilisika, wana madeni, na wengi walishaacha imani. Hiyo ni toa ufilisike, mhubiri atajirike. Wahubiri ndio walio na majeti, wahubiri ndio walio na range, walio na V8, walio na makasi ya kuweka majumba ya ukwasi wa kutupwa, majumba ya kutupwa. Lakini miumini iko na mindara pata. Kwa hiyo ile kimsingi ni toa ufilisike, manabii, mchungaji, wahubiri watajirike. Lakini kwa Mungu kabisa ni tajirika kwanza, barikiwa kwanza, ndipo sehemu ya vile utakavyobarikiwa.